Punguza sauti, kuna jambo jeusi. Kuna kitu ambacho kinanikwaza kama unamconsult mwanamke labda ana changamoto fulani. Mfano unamuuliza, labda umewahi kupata changamoto ya harufu mbaya ukeni? Anakwambia, sijawahi kupata. Na wala siumwi, mimi siumwi PID, siumwi fungus, sijui. Anatoa maelezo mengi. Swali ni moja tu, umewahi kupata harufu mbaya ukeni? Anajibu. Unaambia okay. Sasa kwenye majibu yake anayotoa, ukitrack na maelezo aliyokupa kabla hujamuuliza swali hilo straight, unakumbuka alisema kwamba anapata harufu mbaya. Right now unamuuliza face to face, unamuuliza akuelezea harufu mbaya hiyo ipoje, nakwambia mimi sipati. Afu mwishoni akishamaliza anaweka kaneno kadogo, lakini nikikutana na mwanaume wangu ndo ananiambukiza, napata UTI kidogo inatoa harufu mbaya, alafu napona. Nisipokutana naye nakuwa nimepona. Kwa hiyo nikikaa tena baada ya siku ngapi nikikutana tu pap, nikikutana naye kidogo ndo ananiambukiza fangasi na washwa, alafu napona. Aliyekuambia fangasi wanaosumbua kwenye uke ndio hao wanaopatikana kwa mwanaume. Nani aliyekwambia wewe? Kwa sababu fangasi wanaomsumbua mwanamke ni species tofauti kabisa na hao ambao pengine wapo kwenye mazingira yao ya mwanaume. Kwa hiyo fangasi sio unaambukizwa, ni mazingira yakibadilika ndio wanazaliana kwa wingi. Tuache kusukuma mpira upande wa pili. Somehow tuwe responsible. Sitetei kwamba wanaume kweli tuna mambo mengi. Sitetei kwamba labda mwanaume anaweza kuambukiza magonjwa, anaweza kuambukiza vizuri sana, anaweza kukutana naye ukaambukizwa. Wala sikatai. Lakini ifike hatua mwanamke naye aone kwamba mimi pia ni chanzo. Tena mwingine anaongea lakini baada ya kukutana kwambia kabisa, mimi na mwanaume mwingine lakini ni mwisho nimekutana naye miezi 6 iliyopita. Yeye nilipokutana naye ndo ile hali sikuiona. Ila huyo mpaka unashangaa kwamba how is this possible? Kama unataka kupona, kuna vitu inabidi uviache. Kuna vitu inabidi uache kuvichukulia poa. Mwingine anaambia eti mimi kwanza mwanaume nilokutana naye alikuwa msafi, kwa hiyo yule hawezi kuniambukiza. Wewe nani amekwambia mtu unaweza ukamwangalia ukajua kwamba hana gonorea? Hata muda, take care of yourself. Jifunze namna gani ya kulinda, kusafisha na kutunza mazingira ya uke, namna gani ya kumaintain pH, namna gani ya kurudisha wale bakteria wazuri ukeni, namna gani ya kujitunza. Ikiwezekana kama una partners ambao unashiriki nao ngono basi 5, anza kupluni, toa 3, toa bakiza 2, bakiza 1, mwisho siku abaki tu mmoja. Kwa sababu sidhani kama kutoka kuna tuzo au kuna mtu atakupongeza kwamba una wanaume wengi. Of course sasa hivi visingizio ni vingi kwamba fulani anipiki, sio natafuta hiki kutoka kwa mtu mwingine. It's very okay. Lakini mwisho siku wewe ndio ambaye unakuwa victim. Kama unahitaji muongozo namna gani unaweza kurudisha afya ya via vyako vya uzazi, namna gani unaweza kumaintain kila kitu na kujifanya kuwa bomba kana kwamba Mr. au mwanaume akiwa na mambo mengi na wanawake 5 lakini akirudi kwako inakuwa chance za kukuachia infections ni ndogo, basi kuna program ambayo inaitoa, link ipo kwenye bio, unaweza kaigusa au kani DM nikakupa muongozo. Sasa nakuuliza swali wewe rafiki, je, hali hii imewahi kutokea? Yaani uko zako fiti, hauna changamoto yoyote, lakini ukikutana na mwanaume unaamkia kesho yote yake. Ukikutana na mwanaume unaamkia